Sasa kuna swali na kuuliza, mpendo mtazamaji. Yule anayekuambia ukitenda dhambi utaomba msamaha, na yule anakuambia dhambi yako ilisamehewa, nani analalisa dhambi? Kati ya wahubiri wawili, yule anakuambia ukitenda utaenda uombe Mungu, alikuja akafa akamwaga damu yake ili mimi na wewe tuweze kupata msamaha wa dhambi. Lakini kuna watu ambao wanania na mawazo ya kwamba kupitia mazozi yao, kupitia kulia kwao, kupitia maombi yao, kupitia matendo yao, kupitia juhudi zao wataweza kupata msamaha wa dhambi. Kama hizo zote Mungu, na ndio Biblia inasema kitabu cha Isaya, ukisoma kitabu cha Isaya 59 mstari wa 6 utaweza kuona vile Biblia inasema. Maandiko inasema nyavu zao hazitakuwa mabazi, wala hawatajifunika na kazi zao. Kazi zao ni kazi ya uovu, na vitendo vya dhalimu viko mikononi mwao. Mungu anapoangalia juhudi na matendo yako na kazi yako, anasema ni vitendo vya uovu. Maandiko inasema nyavu zao zitakuwa mabasi, wala hawatajifunika na kazi zao. Kazi zao ni kazi za uovu, na vitendo vya udhalimu viko mikononi mwao. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na nje ya ndani imejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Hapa maandiko inasema ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Mtu mnafiki ni yule anayefanya kitu ambacho si sahihi na anasema hii iko sahihi. So hapa huyu mnafiki anaenda kutakasa, anaenda kuosha kikombe nje. Nje ni nje ya moyo, kuosha matendo yako, mawazo yako, lakini bado ndani kuna unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Kwa hivyo ukiangalia maandiko inasema, mstari wa 26 inasema, ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe ili nje ya. Angalia kitabu cha Waebrania 9 mstari wa 26. Waebrania ni 9 mstari wa 26. Maana kama ndivyo ingelimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu, lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa asitungue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Alifunuliwa ili atungue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Kwa hivyo kama maandiko inasema, maana kama ndivyo ingempasa kuteswa mara nyingi. Kama dhambi inaoswa kila siku, Yesu angeanza kuteswa isiyo yake. Si kama vile kuhani alikuwa anaingia kila mwaka katika patakatifu na damu isiyo yake. Kuhani kila mwaka kuna kumbukumbu ya dhambi, anaingia patakatifu, anatoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Kila mwaka kuna kumbukumbu ya dhambi. Lakini maandiko inasema aje? Inasema wala si kwamba alijitoa mara nyingi. Yesu hakujitoa mara nyingi, na hiyo ndio siri nataka uweze kuelewa vizuri. Yesu alijitoa mara moja kwa ajili ya dhambi, hakujitoa mara nyingi. Haruni alikuwa aliingia mbinguni. Yesu alipokufa akwenda mbinguni, alienda kuzimu siku 3, akahubiria roho zilizokuwa kifungoni, na baada ya siku 3 Yesu akafufuka. Na Yesu alipofufuka akaenda mbinguni. Ndio unaona Mariamu alitaka kumgusa Yesu, akamwambia usiniguze, siyafaa kwenda kwa Baba.
Na ukiona tena Yesu anakuja anasema niguzeni muone ni mimi. Haleluya. Kwa nini Yesu alikataa kuguswa? Hakuwa ameenda kwa Baba.